Simama uliyeketi tuweze kuanza ibada. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Karibu praise kwa ajili ya kumshukuru. Haleluya. Inua mikono yako kamwadhimishe Mungu ambaye mataifa yote yanamjua, ulimwengu wote unamwelewa kwamba yeye ni Mungu asiyeshindwa, hajawahi kushindwa na jambo lolote. Inua tu mikono yako juu tukamwadhimishe Mungu. Yeye ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa na jambo lolote. Mataifa yote
chini ya miguu yako. Ninaomba toba yetu tulipokukosea Bwana. Bwana, karibu kwenye ibada ya leo. Wewe usiyeshindwa na jambo lolote. Karibu Roho Mtakatifu na uwezo wako na nguvu yako na mafuta yako. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu. Asante Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Simamisha jirani yako ambaye tunaanza ibada. Jina la Bwana libarikiwe. Uliyekaa naomba usimame tuweze kuanza ibada. Karibu kwa ajili ya sifa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumpigia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele.
umewabeba. Jina la Bwana libarikiwe. Ombe jirani yako andae sadaka yake tuweze kumtolea Mungu. Mchungaji Daudi uombe kwa ajili ya matoleo. Amen. Jehova Mungu wa ajabu, Mungu fanyaye mambo ya ajabu zaidi ya yale tuyaombayo, zaidi ya yale tuyawazayo, wewe unafanya Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ibada nzuri ya baraka ambayo watoto wako wamejihudhurisha mbele zako. Mungu mtenda maajabu, wamekuja kwako mwenye uwezo wa kuwainua, wamekuja kwako mwenye uwezo wa kuwabariki. Baba yangu na Mungu wangu, hawajaja mikono mitupu, wamekuja na sadaka kwako. Mungu wa ajabu, wakati wengine Bwana wanapeleka sadaka zao kwa waganga, wanapeleka sadaka zao kwa mizimu, wanapeleka sadaka zao makaburini, lakini watoto wako hawa Baba wametambua ya kwamba wewe ndiye uliobaki peke yako. Mungu, naomba watazame watu wako hawa, kila mmoja anayekwenda kunyosha mkono wako Baba, ninaomba mtazame, ninaomba mkumbuke Bwana kwenye biashara Baba, uonekane kwenye mashamba, kwenye kazi zao, usinyamaze Yesu. Naomba watazame watu wako katika jina la Yesu Kristo. Wana Rafael Group tuseme amen. Amen. Karibu kwa ajili ya matoleo. Kwa ajili ya mikono iliyonyoshwa kwenye makapu haya kwa ajili ya kutoa sadaka mbele zako. Mfalme wa wafalme, usiwapite wala usiache maisha yao, ukashughulike na mambo yao katika jina la Yesu Kristo. Ujuae mioyo yao, Mungu usiwapungukie wana kuacha katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru, amen. Karibu. Unaweza ukasimama mahali ulipo kwa ajili ya kumwadhimisha huyu Mungu. Tunaenda kumwambia wakati huu atuguse kupitia neno alilompa mtumishi wake. Haleluya. Nyanyua mkono wako kwa kumheshimu huyu Mungu. Haleluya.
Nasema asante kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo limekusanyika mbele zako. Mtakatifu, tuko tayari kusikia kile ambacho umekusudia kutuambia siku ya leo. Mtakatifu, usitupite. Fungua akili zetu, fungua fahamu zetu, zikakuelekee wewe. Masikio yetu na macho yetu yakaone kile ambacho unakusudia juu ya maisha yetu. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Kabisa nipende kutoa shukrani zangu kwa uongozi kwa ajili ya kunipa nafasi kusimama kukuhudumia siku ya leo katika madhabahu hii. Na shukrani zote ni kwa Roho Mtakatifu anayefanya mambo katika uongozi mkuu usioweza kuelezeka kibinadamu. Haleluya. Amen. Siku ya leo tunaenda kujifunza somo linaloitwa nguvu ya kuchagua, lakini hii ni sehemu ya pili. Haleluya. Kwa waliokuwepo mara ya kwanza nilipopewa nafasi ya kuhudumu katika madhabahu hii, tulijifunza hiki kitu cha nguvu ya kuchagua. Sasa leo tunaongeza kitu kwamba ni namna gani mtu anaweza akabaki na nguvu ya kuchagua. Haleluya. Kwa sababu mara ya kwanza tukajifunza tukaona kabisa kwamba wakati mtu anataka kufanya machaguo yake, kuna vitu vingi vinaweza vikatokea na vikamchanganya katika kuchagua. Haleluya. Sasa tukaangalia mfano wa Adamu alipokuwepo pale bustanini, anapotaka kupata msaidizi. Haleluya. Anapotaka msaidizi, ule ushawishi ukampelekea Mungu kumtengenezea nani? Msaidizi wake. Lakini akati sasa amekaa na subiria vilivyokuja kutokea, sio wa kwanza kile ambacho alikuwa anakitaka. Wakaanza kupita wanyama mbalimbali mbele yake ambacho ni tofauti na Adamu anachokitaka. Bila nguvu ya kuchagua, Adamu angejikuta anachukua vitu visivyofaa. Anaweza akachukua pundamilia manake ilipita, anaweza akachukua fisi kwa sababu ilipita, asichukue yule ambaye anakusudiwa kuwa msaidizi wake. Haleluya. Sasa hii nguvu ya kuchagua inaweza ikakaa ndani ya mtu, lakini pia inaweza ikatoka ndani ya mtu, na hakuna jambo lolote mtu anaweza akalifanya pasipokuwa na nguvu ndani yake. Haleluya. Nguvu ndio inayoamua matokeo ndani ya mtu, yawe matokeo makubwa au yawe matokeo madogo. Inatokana na ile nguvu ulionayo ndani yako. Haleluya. Kama kuna matokeo makubwa, jua kwenye hilo ambalo umepata matokeo makubwa ulitumia nguvu kubwa, na kama umepata matokeo madogo, jibu unalo. Haleluya. Tunathibitisha hii katika Waefeso 3 mstari wa 20. Waefeso 3 mstari wa 20. Naweza kanisaidia kusoma? Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo yote. Haleluya. Huyu ambaye atukuzwe hapa ni Mungu. Haleluya. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo yote ya ajabu. Kama hauna nguvu, unaweza ukajikuta unafanya vitu ambavyo sio, na unaweza ukajikuta haufikii kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwenye maisha yako. Amen. Mambo makubwa yameandaliwa juu yako, mambo ya ajabu yameandaliwa juu yako, lakini kama hauna nguvu utaishia pabaya. Haleluya. Unaweza ukajikuta unafanya vitu ambavyo sio. Amen. Msomaji, nisomee tena Warumi sura ya 7 ule mstari wa 15. Kosa nguvu ya kuchagua kinachoweza kutokea. Haleluya. Warumi 7:15 nasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Amen. Lile analolipenda kulitenda halitendi, lile ambalo analichukia, lile ambalo halitaki litokee kwenye maisha yake, anajikuta ndilo analolifanya kila siku. Amen. Hii hali ya namna hii sio huyu tu wa Paulo aliyeandika kwenye hichi kitabu.
Amen. Kila mtu kwenye hii situation matokeo kama haya yanamkutaga. Haleluya. Kama ushai kusema hivi, kwa nini nimewahi kufanya hivi? Nilianzeje? Kwa nini nisiamue vingine? Kwa nini? Mwishoni akati tayari lile ambalo utakiwa kulifanya uliliacha, alafu lile ambalo hutakiwi kulifanya ukaja ukalifanya. Haya yote yanatokana na kwamba nguvu ya kuchagua imetoka ndani yako. Amen. Lakini ukibaki na nguvu ya kuchagua, unaweza ukajikuta unafanya mambo mazuri na unafikia kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Haleluya. Haleluya. Sasa hatua za kufanya ili uweze kubaki na nguvu ya kuchagua. Amen. Hatua ya kwanza na ya muhimu ni kufanya mabadiliko ya tabia. Haleluya. Mabadiliko ya tabia. Bila tabia kubadilika, hakuna kinachoweza pia kubadilika kwenye maisha yako. Kila mmoja anakuwa anajua ile tabia iliyonifelisha jana, anajua kwamba jambo fulani jana nililifanya nikafeli. Leo tena nikifanya lile jambo nitafeli. Kwa hiyo cha kwanza cha kufanya, badilika. Amen. Badilika nini? Badilika tabia. Manake tabia ndio imebeba kila jambo ambalo linafanywa. Amen. Wewe ni shahidi, kuna watu tunawaita kutokana na mambo wanayoyafanya. Haleluya. Waimbaji, nilivyosema waimbaji hapa, waimbaji wamejifahamu. Haleluya. Kwa sababu tendo wanalolifanya wenyewe ni kufanya nini? Ni kuimba. Lakini pia mwizi, kile kitendo anachofanya cha kuiba kinampa jina la nini? La mwizi. Na ile jambo la wizi ni tabia. Haleluya. Na tabia inayokaa ndani ya mtu ni roho kamili. Amen. Roho kamili. Ukisikia mtu ana tabia fulani, ujue roho ya hiyo tabia ndio inayooperate maisha yake. Sasa usipokubali kufanya mabadiliko ya kitabia, hiyo roho itabaki ndani yako. Utajikuta kila wakati unarudia yale ambayo hukutamani yatokee kwenye maisha yako. Kile ambacho unakikataa mara kwa mara. Na wengine wanafikiria hatua wanaapa na kwamba mimi sasa hivi sirudi tena. Yaani mimi basi. Lakini ikifika tena wakati yule anaapa kabisa, wewe ni mimi sasa hivi tabia, yani mimi na mimi yani basi. Hajakaa sawa tena yule. Amen. Mimi sasa hivi sigara sivuti. Hata hii paketi niliyopewa sivuti tena. Anaichukua anaenda naitupa huko. Kikada kikakazaa tena ametulia. Alosto inamwambia wewe ulitupa pale. Anaenda tena. Lakini kwa nini naenda tena? Hajabadilika. Haleluya. Mabadiliko yanaanzia ndani. Amen. Pale ambapo unafikia hatua ya kuichukia kabisa. Chukia kabisa kwamba hiki hapana, nimesema hapana. Na unaposema hapana, si kana kwamba kitakuja. Amen. Amen. Ukisema kwamba havitatokea, hapana. Tuko bado duniani. Haleluya. Tuko bado duniani. Hapa nakataa sigara, hapa wanauza sigara. Hapa nakataa pombe, mtaa huu kanisa, mtaa huu grocery hapa. Mtaa huu hiki, taa zimezidi. Au unakataeje? Amen. Bila kuwa na nguvu, unawezaje sasa? Amen. Unajikuta sasa mimi sasa hivi disco siendi, unafika ndio kwanza wamepiga na PA yuko barabarani, huko kumekucha. Na ulisema wewe, jamani sini. Unajikuta tena umerudi kwenye tabia ile. Haya mambo yapo. Amen. Kuna ukisoma wa Korinto wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 9 na 10. Anaelezea haya mambo. Kuna vitu vingi tunaonyana. Haleluya. Kuna vitu vingi tunaonyana. Tunaweza tukamwambia binti wa watu unapokuja kanisani, vaa kisaa. Haleluya. Usivae sijui nini dhimini, usivae sijui hivi. Vizuri tu tukamwelekeza. Hiyo yote ni kwa sababu ya kumtibu kijana. Haleluya. Haleluya. Tunamwelekeza vizuri kwa kistaarabu. Binti wa watu anaweza katusikia. Amen. Akaja akavaa safi.
mpaka ukajisahau ukajua sio binti. Amen. Ameamua kuvaa kama tulivyoelekezana. Lakini sasa akitoka hapa, huyo kijana hapa tumemponya. Haleluya. Kwa sababu kama yeye macho yake yana tamaa, tutakuwa tumemsaidia. Haleluya. Lakini sasa huyu kijana anatoka nje. Je, huko nje na kwenye tukawakataza wasivae? Tutaweza? Umeona? Kwa hiyo kama hata kubali kubadilika, atatoka humu ndani safi, akifika tena hapo nje yule. Kwa sababu huko nje wapo vile ambavyo tunakukataza hapa kanisani, huko nje vipo. Kwa hiyo unahitaji kuwa na nguvu. Haleluya. Na ili ubaki na nguvu hii, lazima ukubali kubadilika tabia toka ndani ya moyo, kwa kuichukia kwamba sasa ninafumba macho. Haleluya. Ukisoma sehemu fulani, Paulo anasema nayaona mambo ya kale kama mavi. Haleluya. Kwamba nimeyachukia haswa. Nimeamua kubadilika, nimebadilika sasa. Nimeamua kuwa Mkristo, niko Mkristo pure. Kwa sababu yale ya nyuma ni kama mavi. Haleluya. Sasa ni nani anaweza, kama tu mtu kikanyaga unakuwa kama umevunjika mguu hivi, unaweza ukayarudia? Amen. Unaweza ukayarudia. Lakini kama utayaona kama ni mazuri, utabaki hivi. Niende. Wakati huo muda unazidi kujiuliza, miaka haikusubiri wewe, umri haukungoji, unajikuta huyo. Haleluya. Some hiyo Korinto 5. Korinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9. Yes, nako. Anasema naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Amen. Haleluya. Anasema naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Si ni vizuri tunasemaga kwamba angalia magrupu unayokaa nayo, si ndio? Angalia watu unaoshinda nao. Zingatia sana hao watu. Kama hawapendezi kwenye maisha yako, achana nao, kuwa nao mbali. Vizuri tu. Lakini ni kweli unaweza usichangamane nao? Ni rahisi kuto kuchangamana nao watu? Angalia, nikitoka hapa naenda dukani, yule mwenye duka naenda kumuungisha na mfahamu. Nikitoka hapa naenda sokoni, watu ninaopishana nao humo na wafahamu, lakini wana umuhimu kuwepo. Paulo akasema kama ingekuwa tunaweza tukafanya hivyo tusichangamane kabisa, basi ingetulazimu kutoka. Ina maana kama ukifeli mambo yote ukiona mimi uje kufa, si ndio kutoka duniani? Sasa kutoka duniani tunatoka, kuna shortcut. Kutoka duniani ni kufanya nini? Ufe. Sasa hatujafa na hatupendi kufa. Haleluya. Na kama hatupendi kukufa, basi na maana tuwe na nguvu ya kuchagua. Haleluya. Kwamba pamoja na haya yapo, pamoja na mti wa uzima upo bustanini, na mti wa mema na mabaya upo, lakini mimi sichagui mti wa kujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu utaniletea kifo. Nachagua mti wa uzima. Haleluya. Kwamba mimi pamoja na kwamba duniani pana disco, pana bar, pana grocery, pana matakataka yote, lakini upande wa pili kuna makanisa, kuna watu wanaabudu, kuna watu wanamcha Mungu. Why msichague huko? Ishi kufanya mambo. Wote wawili wameacha wewe ufanye maamuzi yako. Amen. Ukianza kitabu cha Yoshua kule anasema basi chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Ikiwa ni Mungu Baali sawa, ikiwa ni huyu Mungu wa Israeli sawa. Hakusema lazima mumtumikie huyu, sio lazima, ila wewe uchague. Amen. Kwa kulinganisha ni yapi matokeo yatayobaki baada ya mimi kufanya hili chaguo. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Na tabia
yoyote ambayo iko ndani ya mtu haiji pasipo mazoea. Haleluya. Tabia yoyote iliyoko ndani ya mtu haiji pasipo mazoea. Wahenga wakasema mazoea hujenga, mazoea hujenga. Kwa hiyo kama nataka kuacha tabia A iliyonisababishia matatizo, iliyonisababishia kilio leo, iliyonisababishia majuto leo, lazima nianze kujenga mazoea ya tabia B ambayo inatokea kupa mimi nimenyoosha. Amen. Taratibu. Tutaanza tumazoea kidogo kidogo. Haleluya. Kidogo. Mambo poa. Pita. Leo mambo poa. Habari? Mambo poa. Samahani kidogo. Samahani. Unaweza kunisaidia namba? Taratibu tu. Hapana. Kesho. Samahani. Nataka tu nikusaidie. Sawa. Sifuri ngoma kataja. Mdogo. Message zinaanza. Mambo P, mambo poa, mambo S, mambo kidogo. Uko wapi? Iko mjini. Unaweza ukaja. Akifikia hiyo hatua sasa, mazoea yameshajijenga. Haleluya. Sasa kwa nini mazoea ya kumpenda Mungu na kumpendeza Mungu unataka mwaka jana yakae vile, mwaka huu yakae vile, mwaka kesho vile? Ndugu yetu, badilika. Haleluya. Badilika tabia. Mungu bado yupo. Kubali kuacha hayo. Haleluya. Hataki michanganyo. Tunatamani kuona matokeo ya kimungu kwenye maisha yetu, lakini sisi ndio hatujabadilika. Mwaka huu umeanza vizuri, tumetolewa maunabii mengi sana. Utainuliwa mwaka huu, utaponywa mwaka huu, utakuwa mtu mkubwa mwaka huu, utakuwa hivi mwaka huu. Sawa, watu wa Mungu si wamekunenea? Sawa, lakini hizo nabii zitimie kwako, sina dipendi wewe umebadilika vipi. Hakuna unabii unaweza kutokea kwako pasipokuwa na hatua. Haleluya. Haitokei hivi mtu wa Mungu. Haitokei hivi. Kile unasema mpaka unaweza tukasema watu wa Mungu hawa wachungaji sijui manabii wanatudanganya. Hawakudanganyi sometimes, ila ni wewe hujabadilika. Nikupe mfano huu. Samson nguvu zake zilikuwa kwenye nywele. Haleluya. Amen. Na ndivyo alivyotabiriwa, na akawa na nguvu alipokuwa na nywele. Siku moja nywele zimetolewa, nguvu zikafanya nini? Zikamwishia. Sio kwamba zilikuwa zimetoka kabisa. Haleluya. Ila nguvu zipo kwenye nywele. Kwa hiyo sasa Samson anataka kusema leo sina nguvu, nahitaji kuwa na nguvu, lakini nguvu iko hapa, namwambia mimi nakaa kwenye nywele. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana unakuta Samson baada ya zile nywele zake kuanza kuota, ndipo zile nguvu zilipoanza kufanya kumrudia. Lakini sasa sisi tunatamani tuwe tukitokee tu ghafla. Hapana. Anza kujenga mazoea taratibu ya kubadilika tabia. Taratibu. Mambo mengine utaona kama mbona ni ngumu. Yaani mimi nikifika tu saa 7 kanisani, sijui ikifika hivi niombe, usiku niamke niombe. Ni ngumu sometimes, lakini jilazimishe. Haleluya. Jilazimishe taratibu. Mwisho wa siku utajikuta tabia ya kwanza imeisha, tabia ya pili imeisha, tabia ile imeisha, vitu vingine vimeisha. Haleluya. Maana yake yote haya yanawezekana kulingana na maamuzi ambayo tunayo wenyewe. Haleluya. Na napenda nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Kama ni mabadiliko ya tabia unataka kuyafanya, badiliko la kwanza kabisa na la msingi ni kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Kumpokea Bwana Yesu ambayo wewe unayaishi. Utategemea kwamba nifanye nini nisifanye nini, lakini badiliko namba moja unataka kuchukua. Kama hujampokea Yesu, umpokee Yesu, kwa sababu tunayaweza mambo
hayo yote katika yeye atutiae nguvu. Na anayeweza kututia nguvu ni Yesu peke yake, kwa sababu yeye ndio role model wetu. Amen. Biblia inamweleza kwamba alikuwa mtu 100% kama sisi, na yeye alijaribiwa majaribu yote kama sisi. Amen. Sikuna kahaba alimfuata Yesu. Amen. Vipi ukufuata wewe mtumishi? Amen. Kwa hiyo unajua kuna wakati mwingine unaweza kufikiria kwamba ilikuwa kama tu ni mwana wa Mungu, ilikuwa na sisi yanatukuta haya, na Yesu alikuwa mwanadamu kama sisi. Lakini kama yeye aliweza kushinda mambo yote, kumbe na sisi tunatakiwa tushinde. Sasa tutashindaje bila kuwa na yeye anayetutia nguvu? Lazima tuanze na hicho. Pokea Yesu akae ndani ya moyo wako. Ataanza hatua moja baada ya nyingine. Ataanza hatua ya kwanza, atafika hata ya mwisho. Anasema yeye aliyekuwa mwanzo wa safari yetu ndio yeye ataitimiliza. Kama yeye nitaanza naye leo, yeye ndo anaweza kunifikisha mwisho, kwa sababu yeye peke yake ndo Alfa na Omega. Haleluya, haleluya. Tujitahidi. Amen. Yeye anajua mioyo yetu, anajua mambo gani kabisa ni magumu ndani yetu. Anaweza kuyabadilisha, anaweza kuyatengeneza, anaweza kusababisha badiliko la nia ya ndani ya mtu. Amen. Ruhusu leo kae ndani yako kwa dhamiri ya kutoka ndani. Haleluya. Sijazungumzia kumjua Yesu, nimesema Yesu akae ndani ya mioyo yetu. Tunaomjua Yesu ni wengi. Hata wapagani sasa hivi wanatukosoa Wakristo. Si mnaona? Utasikia wao Wakristo wenyewe ndio hawa wanamjua na wanajua tabia za Yesu vizuri tu. Ndio maana wana uwezo wa kutukosoa. Ndio maana ukikosea, ukienda wewe baa, wanakuambia wewe, mbona wewe huku sio kwako. Wanajua kumbe mema vizuri tu. Sasa kama wanajua hayo mema hao, kwa kumjua Yesu sio shida, ila kuwa na Yesu. Hata mapepo yanamjua vizuri tu, ila hayawezi kubadilika kwa sababu kumpokea Yesu ndio mtihani. Lakini wewe unao moyo, unao uwezo wa kufanya maamuzi. Nimpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Badilika. Haleluya. Badilika. Na dunia sasa imechangamka. Mwambie mwenzio, dunia imechangamka. Imechangamka. Usipokuwa na Yesu ndani na kuonea huruma. Haleluya. Mafundisho ya uongo yapo humu ndani, yapo duniani, na sisi ndo tuko hapa. Watu wanapotea sio kwa sababu wameenda baa, wanapotea wapo madhabahuni kama tulivyokusanyika hivi, na wanafundishwa uongo. Haleluya. Tutapateje kupona sasa? Kama mtu anafungua kanisa na anawahubiria Yesu, huyu unamsikia anasema kwa jina la Yesu hivi, lakini uongo uko ndani. Usipokuwa na Yesu kukwambia hapo ulipo unapotea, unajikuta umepotea pazuri. Mwambie mwenzio, unaweza kupotea pazuri. Wewe unapotea mpaka mwenyewe unafurahi kwamba kweli nimepigwa. Hiyo mbaya. Haleluya. Mbaya. Tumpokee Yesu. Mpokee Yesu. Yesu peke yake atakwambia, yani utafika tu utaona hapa hamna. Ni rahisi kujua, atakwambia ndani ya moyo wako, mwanangu, hapa hapana. Hapa sio unapokea nguvu, hapa unanyonywa nguvu. Hapa sio unapokea baraka, hapa unapokea laana. Atakwambia. Haleluya. Mpokee Yesu. Kia kwanza tu wewe pokee Yesu basi. Amen. Na mengi sana ya kuongea, lakini naomba hili ndio liwe la msingi. Umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
kivyovyote vile, haleluya, kivyovyote vile itakusaidia. Funika macho yako tuombe. Mtakatifu wa watakatifu, Mungu mwema mwaminifu, asante kwa sababu ya neno lako ambalo umeachilia juu ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya wakati huu ambao Mungu tumesikia neno lako. Ni kweli tunatamani kubadilika, ni kweli tunatamani kupata hatua zingine katika maisha yetu, ni kweli tunatamani kuinuliwa, lakini uongo umekuwa mwingi duniani, lakini mambo yamekuwa mengi duniani. Bila msaada wako hatuwezi. Roho Mtakatifu, bila nguvu yako hatuwezi, bila msaada wako hatuwezi. Ni wewe unayeweza kutuwezesha. Tupe neema, tupe neema, tupe neema. Inasema katika maandiko Bwana kwamba shetani amefunga fahamu zetu tushindwe kuelewa neno lako. Yesu, tusaidie kufungua hizi fahamu tuweze kuelewa, tukufahamu wewe, tukupokee wewe kwenye maisha yetu, ili tuwe salama katika maisha yetu, ili tuwe salama katika kazi zetu, ili tuwe salama katika nyumba zetu, ili tuwe salama katika ndoa zetu. Baba, tusaidie. Tunahitaji mkono wako, tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako iwe kubwa na zaidi juu ya maisha yetu. Kila aliyesikia neno hili, Mungu kaanze kufanya hatua ndani yake, ukaanze kumpa hatua za mabadiliko, ukaanze kumpa hatua za mabadiliko, na akapokea yale ambayo Mungu umeyakusudia juu ya maisha yake. Lisipungue hata moja kwenye maisha yake kutokana na mabadiliko atakayoyafanya kwenye tabia zake. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mwenye sikio na asikie neno Mungu analiambia kanisa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mchungaji na mtumishi wa Mungu Naftali, Mungu akubariki kwa neno zuri. Ni mchungaji huyo na kanisa liko maeneo ya Mponja kule. Ukiwa unahitaji huduma, karibu katika matangazo. Amen. Hata naomba kwa ajili ya kufunga ibada, mgeni atatusalimia. Amen. Bwana asifiwe. Nimeongozana na mama mchungaji, ana uwezo wa kujitambulisha mwenyewe. Naomba nimkaribishe. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninambariki Mungu kwa ajili ya kitu hiki. Nimebarikiwa sana 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 kwa ajili ya kitu cha ufalme. Kwa ajili ya kitu cha ufalme. Mimi nasema nimeheshimu Mungu namna ilivyo hivi. Nimemwogopa Mungu sana sana. Kwa jina nisicheleweshe muda, ninaitwa Pastor Esther Mgeni au Mama Bishop Efeso. Niko pale Isyese wanapouza maziwa kwenye mti pale, geti jeusi limeandikwa Bethel Pentecost. Niko pale kama mwanamke namtumikia Bwana. Mwenzangu alishatangulia kwenye mbele ya haki, kwa hiyo naendelea kulipeleka shauri la Bwana mbele. Wanawake tunaweza. Amen. Amen. Ulioka hapa usilale, endelea kumtumikia Mungu kwa nguvu kama neno lilivyopita. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wa Bwana siku zote. Na liachilia hili neno kwenye hii madhabahu. Mtakeni Bwana. Ni Zaburi 105 mstari wa 4. Amen. Mungu awabariki. Makofi kwa Yesu tafadhali. Ongeza shangwe na vigelegele kwa Yesu. Naomba tuinue mkono wetu wa kulia napokwenda kuomba. Baba Mungu mwenye nguvu, asante kwa kibali kikuu hichi kwa ajili ya mtumwa wako ulimwandaa siku ya leo na kusimama mbele ya madhabahu yako tifu yenye nguvu. Asante kwa ajili ya nguvu ya mabadiliko ndani ya mioyo yetu, ikakae na uendelee kuifuatilia. Mungu mwenye nguvu, neno tuliposikia hapa ndivyo linavyofanya kazi, maana neno lina nguvu, likaendelea kukaa kwa nguvu na kufanya mabadiliko ya hatua kwa hatua. Mungu, ninamweka mikononi mwako mtumishi wako, kwa wakati na saa nyingine mwandae kwa namna ya tofauti. Asante
kwa utumishi na upako juu yake. Baba, ni utukufu wa kwake huu, lakini wa kwako tunakurudisha wewe kwenye kiti chako cha enzi. Nasi tumepokea, tunakwenda kutawanyika, ni wakati mwingine kwenda kwenye shughuli zetu za mikono. Uwe pamoja nasi, usituache, kwa kila mmoja mahali anapokaa na anapokwenda kupumzisha mbavu zake, mpaka kwa Jumatano nyingine. Bwana, katuandae kwa namna nyingine. Asante, tumepokea kwa kila mmoja. Sifa utukufu tunakurudisha wewe kwenye kiti chako cha enzi, unayestahili. Na kila kwenye pumzi na aliye hai sema amen. Bwana makofi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Twende na amani ya Bwana. Amen.